Bunge la Hungary limeidhinisha mswada unaotaka nchi hiyo kujiondoa rasmi katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Hatua hiyo inasongesha mbele msukumo wa Waziri Mkuu Viktor Orban kujiondoa katika kile ambacho amesema serikali yake imekitaja ni taasisi yenye upendeleo na inayodharauliwa. Bunge la kitaifa la Hungary lilipitisha sheria hiyo siku ya Jumanne kwa kura 134 za ndio dhidi ya 37 za hapana na 7 ambazo hazikuunga mkono. Kura hiyo inafuatia uamuzi wa mwishoni mwa mwezi April ambao wabunge walikubali kimsingi Hungary kujiondoa ICC. Hungary inakataa kwa uthabiti matumizi ya mashirika ya kimataifa, haswa mahakama ya uhalifu, kutumika kama vyombo vya kisiasa, ulisomeka mswada huo uliochapishwa kwenye tovuti ya bunge. Hungary ilijiunga na ICC kwa kutia saini mkataba wa Roma mnamo mwaka 1999 na kuuidhinisha mwaka 2001. Hata hivyo, kulingana na Orban, nchi hiyo daima imekuwa na moyo nusu katika wanachama wake wa ICC. Orban alitangaza mpango wa kuachana na taasisi hiyo yenye makao yake makuu huko The Hague, Uholanzi, mwezi uliopita wakati wa ziara ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Hapo awali ICC ilitoa warrant ya kukamatwa kwa Netanyahu na waziri wa ulinzi wa zamani wa taifa hilo Yoav Gallant pamoja na viongozi watatu wa Hamas mwezi Novemba kwa tuhuma za uhalifu wa kivita huko Gaza. Orban alishutumu ICC kwa kupendelea na kuwa mahakama ya kisiasa, akimhakikishia Waziri Mkuu wa Israel Bibi Netanyahu kwamba hatua za mahakama hiyo hazitakuwa na athari yoyote nchini Hungary iwapo atatembelea. Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni aliusifu msimamo aliouita wa ujasiri wa Hungary dhidi ya mahakama alioita imejaa rushwa. Mamlaka ya ICC kwa sasa inatambuliwa na nchi 123. Miongoni mwa nchi ambazo si wanachama mahakama hiyo ni Marekani, Urusi, China na Israel. Mahakama hiyo haina jeshi lake la polisi na inategemea nchi wanachama kuwaweka kizuizini na kuwapeleka mpaka The Hague huko Holanzi. Mnamo mwezi Februari, utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump uliidhinisha vikwazo dhidi ya ICC na mwendesha mashtaka wake mkuu Karim Khan baada ya kutoa waranti ya kukamatwa kwa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant. Mapema mwezi huu Karim Khan alichukua likizo huku kukiwa na uchunguzi wa Umoja Mataifa kuhusu madai ya unyanyasaji wa kingono. Mnamo mwaka 2023 mahakama hiyo pia ilitoa hati za kukamatwa kwa Rais wa Urusi Vladimir Putin na kamishina wa haki za watoto Maria Lvova-Beloda akiwatuhumu kwa kuwafukuza watoto kinyume cha sheria kutoka maeneo yao huko Ukraine. Moscow ilikataa mashtaka hayo na kuyaita kama batili na yaliokuwa bure, ikisisitiza kwamba watoto hao walihamishwa kutoka maeneo yenye migogoro kwa usalama wao na wanaweza kurejeshwa kwa familia zao kwa ombi maalum. Kulingana na masharti ya mkataba wa Roma, serikali mjini Budapest lazima imjulishe Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu nia yake ya kujiondoa katika mahakama ICC, na uamuzi huo utaanza kutekelezwa mwaka mmoja baadaye. Na viongozi wa Ulaya wanaunga mkono Ukraine wameripotiwa kushangazwa na hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump ya kukataa kuunga mkono juhudi zao za kumshinikiza kwa vikwazo Rais wa Urusi Vladimir Putin kumaliza vita huko Ukraine. Hiyo ni baada ya mazungumzo ya simu baina ya Trump pamoja na Putin. Trump anaondoka na anaacha kuunga mkono na kuifadhili Ukraine, na pia hataki kuweka shinikizo kwa Urusi. Yote haya kwa sasa yapo juu yetu, mwanadiplomasia mkuu wa Ulaya alisema, kama alivyonukuliwa na jarida la Financial Times. Mazungumzo kati ya Rais Vladimir Putin na Bwana Trump usiku wa Jumatatu yalikuwa mazungumzo yao ya tatu ya umma tangu Trump aingie madarakani mnamo mwezi Januari, na wote wawili wakielezea kuwa mazuri. Trump alisisitiza wito wake wa kuendelea kwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Moscow na Kiev na kusema mzozo huo ni kisanga cha Ulaya ambacho Marekani haikupaswa kuhusika nacho. Trump binafsi aliwaeleza viongozi wa Ukraine, Finland, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Uingereza na tume ya Ulaya kuhusu wito huo, na akaweka wazi kuwa hayuko tayari kuweka shinikizo kubwa kwa Urusi, chanzo ambacho hakikutajwa kiliambia shirika la habari la Financial Times. Maafisa wa Umoja wa Ulaya na wanachama wa NATO wa Ulaya wamekuwa wakitegemea uungwaji mkono wa Washington kupata makubaliano kutoka Moscow kwa kutumia vitisho vya vikwazo vipya na kuendelea kuunga mkono silaha kwa Ukraine. Walitafsiri mabadiliko yanayoonekana katika msimamo wa Marekani kama ushindi wa kidiplomasia kwa Urusi, gazeti moja la Uingereza lilisema. Kabla ya mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Moscow na Kiev kuanza tena mjini Istanbul wiki iliyopita, Ukraine na waungaji mkono wake walidai kusitishwa kwa mapigano kwa siku 90 bila masharti na Urusi. Kiev ilikubali kushiriki mazungumzo
mazungumzo baada ya Marekani kuidhinisha mazungumzo hayo, huku viongozi wa Ulaya wakiahirisha makataa yao ya kusitisha mapigano. Tangu wakati huo, Moscow imetoa mwito wa kuandaliwa hati ambayo ingeweka ramani ya kuelekea kwenye mkataba wa amani, ikiwezekana ikiwa ni pamoja na kusitisha mapigano. Msemaji wa ikulu ya Kremlin, Dmitry Peskov, alibainisha kuwa kukamilisha waraka huo kutachukua muda. Trump alisema kufuatia mazungumzo yake na Putin kwamba pamoja na kumaliza ghasia, utatuzi wa mzozo huo unaweza kuleta manufaa makubwa ya kiuchumi kwa Marekani, Urusi na Ukraine. Ameongeza kuwa maendeleo katika mazungumzo hayo yanaweza kuonekana baada ya wiki kadhaa, lakini akaonya kwamba kukosekana kwa matokeo mazuri kunaweza kusababisha Washington kufikiria tena jukumu lake kama mpatanishi. Na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa na rais wa Marekani Donald Trump watajadili uhusiano wa kibiashara baina ya nchi hizo mbili wakati wa ziara ya kikazi ya kiongozi huyo wa Afrika Kusini mjini Washington, shirika la habari la South Africa limeripoti. Ramaphosa amewasili Marekani siku ya Jumatatu kabla ya mkutano uliopangwa kufanyika na Rais Trump katika ikulu ya White House siku ya Jumatano. Ziara hiyo inakuja wakati ambapo uhusiano kati ya nchi hizo mbili ulikuwa mbaya baada ya Washington kuishutumu Pretoria kwa kukiuka haki za Waafrika wachache kupitia sera mpya ya unyakuzi wa ardhi. Akizungumza na wanahabari siku ya Jumamosi, Rais Ramaphosa alipuuzilia mbali wasiwasi wowote unaohusu safari yake na kusisitiza umuhimu wa mashirikiano na Marekani. Tunaenda kujadili biashara na uhusiano wetu baina ya nchi hizi mbili. Hilo ndilo tutakalojadili, ni nchi kwa nchi, na tutafanya biashara baina yetu, kwa hivyo tunapaswa kuhusiana, alisema Rais Ramaphosa. Kulingana na chombo cha habari cha IOL, Ramaphosa ameandamana na viongozi kadhaa waandamizi wa juu, akiwemo kiongozi wa chama cha Democratic Alliance John Steenhuisen, waziri wa viwanda na biashara Park Tao, waziri katika ofisi ya Rais Komduzo Ntashiven, waziri wa uhusiano wa kimataifa Ronald Lamola, na mjumbe maalumu mpya Afrika Kusini aliyeteuliwa huko Marekani Msebis Jonas. Ujumbe wa Afrika Kusini unatarajiwa kutoa fursa za uwekezaji kwa wafanyabiashara wa Marekani, hasa katika sekta ya nishati kwa kuzingatia gesi asilia pamoja na madini, kilimo na miundombinu ya usafiri. Mvutano kati ya Washington na Pretoria umeongezeka tangu Trump arejea ofisini mnamo mwezi Januari. Utawala wa Marekani umeishutumu Afrika ya Kusini kwa kukandamiza haki za Waafrika wachache wazungu kupitia sera zake mpya za ardhi. Pretoria imetetea hatua hizo, ikisema imeziunda kushughulikia usawa wa rangi ambao haukuwepo kwa muda mrefu katika swala la umiliki wa ardhi. Trump ameahidi kuwapa uraia wazungu weusi, akidai kuwa ni wahasiriwa wa mauaji ya kimbari. Rais Ramaphosa amekanusha mara kwa mara madai hayo, akisema wakati wa kuonekana kwake hadharani hivi karibuni kwamba hakuna mauaji ya halaiki nchini Afrika Kusini, huo ndo ukweli ambao umethibitishwa na ushahidi mwingi. Mnamo mwezi Machi, mvutano uliongezeka zaidi wakati Trump alipoamuru kusimamishwa kwa ufadhili wote wa shirikisho la Marekani kwa Afrika Kusini na kumfukuza balozi wa nchi hiyo kutoka Washington, akimtuhumu kuwa mpinga Marekani mkubwa, hatua iliyokuja baada ya Pretoria kuwasilisha kesi ya mauaji ya halaiki dhidi ya Israel katika mahakama ya kimataifa ya haki ya ICJ. Maafisa wa Afrika Kusini tangu wakati huo wametaka kufungua mazungumzo na wenzao wa Marekani, wakielezea nia kuondoa kile wanachoeleza kama taarifa potofu zinazohusu juhudi zao za mageuzi ya ardhi za ndani. Ramaphosa aliandika kwenye ukurasa wa X mwezi uliopita kwamba yeye na Trump walikubaliana katika mazungumzo ya simu kushughulikia moja kwa moja masuala ya nchi hiyo wakati wa ziara hiyo.